Karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Jumla ya watu 14 wameaga dunia hii leo kwenye ajali mbili tofauti za barabarani kaunti za Makueni na Nakuru. Watu 8 waliaga dunia baada ya ajali iliyohusisha magari mawili ya uchukuzi wa umma eneo la Konza kwenye barabara kuu ya Mombasa Nairobi. Wakati huo watu 6 waliaga dunia eneo la Kikopi kwenye ajali iliyohusisha matatu na trela mbili kwenye barabara kuu ya Nairobi Nakuru. Ken Gashuhi na kina cha taarifa hiyo. Kwa baadhi ya familia hapa nchini, mwaka 2026 umeanza kwa majonzi, watu 14 wakifariki kwenye visa viwili tofauti vya ajali barabarani Jumamosi asubuhi. Katika ajali ya kwanza, matatu ya kampuni ya Naekana iligongana ana kwa ana na basi la kampuni ya Tahmid, watu 6 wakiaga papo hapo na wengine 2 wakifariki katika hospitali ya rufaa ya Machakos. Hiyo Nissan ilikuwa ina overtake na hiyo basi ya Tahmid ilikuwa on the line. So ilikuja ikakolide, ikagongana kichwa kwa kichwa. Ile kitu nilishtukia, niliona watu wamefariki. Manusura 5 walitibiwa na kuruhusiwa kuondoka, huku wengine 4 wakiendelea kutibiwa. Nilisikia ile impact ya gari kugongwa. Nikasikia nimeumia tumbo. Sasa nikilialia hapo ndio nikiangalia hivi nikaona hata nini ni kama tuko nje. Manake ilikuwa ishatokana hiyo gari. Ajali nyingine ilitokea eneo la Kikope kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru, ambapo watu 5 waliaga dunia papo hapo, mwingine mmoja akiaga dunia alipokuwa akipokea matibabu. Na ilitokea kitu saa 3:30. Ilikuwa inatoka Nairobi ikielekea Bungoma. Majeruhi walipeleka hospitali ni 8. Wawili ndio wanakaa hali yao si mzuri, lakini 6 wataweza tolewa wakati wote. Trela hii inasemekana kupoteza breki na kugonga matatu na kuifinya katikati ya trela nyingine iliyokuwa imeegeshwa kando ya barabara. Mimi gari yangu ndio iko hapa imesimama. Vile driver hiyo gari ilikuwa imeharibika, inatengenezwa. Sasa hata fundi mwenyewe ndio amekuja, ilikuwa inatengenezwa. Wakati sasa imekuja ikastuliwa nyuma, fundi naye akastuka. Sasa tukakimbia kusaidia wale watu walikuwa wamepata accident, kuwasaidia kuokoa. Ikibainika kuwa trela hii iliyosababisha ajali ya leo ilibingiria papa hapa tarehe 19 mwezi Septemba mwaka uliopita. Kulingana na wakazi wa eneo hili, ajali hii ingeweza kuepukika iwapo barabara hii ingekuwa pana. Sasa wakitaka serikali kuharakisha upanuzi wa barabara hii kuanzia Rironi hadi Mau Summit, mradi ambao ulianzishwa na Rais William Ruto mwaka uliopita. Nikiripotia runinga ya KTN kutoka kaunti ya Nakuru, mimi ni Ken Gashuhi. Wavuvi 4 waliaga dunia usiku